Yo, Stans iko hapa. Yo, Stans, what's up? What's up? Yo, so Stans, kwanza tungetamani kufahamu kwanza au tuambie kuhusiana na safari yako ya muziki. Ilianzia wapi? Na before muziki Stans alikuwa anafanya mchongo gani? Kwa sababu sisi tukutana na Stans tu huyu hapa na ulikuwa kama Bad Nation ya wataki interviews hivi na msanii wao. So labda Stans ungetuambia hapa muziki safari yako ilianzia wapi? Bwana, safari yangu ya muziki nilianza nikiwa home Mbeya Green City. Nilianza pale, nilikuwa najifunza kuimba na nini na uandishi, lakini pia nilikuwa natamani nikifika Dar es Salaam nilijua tu nitajifunza zaidi kimuziki, kwa sababu kulikuwa hakuna watu ambao wana experience ya kimuziki. So nilipofika Dar es Salaam ilikuwa kama 2016 hivi. Yes. Nilikuja kikazi, lakini pia mimi nilikuja kikazi, lakini lengo langu kubwa lilikuwa ni muziki. Kwa nilipofika kwa ndugu zangu, nilipata bahati ya kukutana na mko wangu, mtoto wa babu yangu. So aliweza kunifundisha vitu vingi. Alishanipeleka studio nikarekodi nyimbo, ingawa ilikuwa sio nyimbo nzuri, lakini kwa sababu pia nilikuwa naanza, alianza kunifungua namna ya kuandika, kuimba. So safari yangu pia ilianzia hapo. Okay, so labda utuambie ni nini ambacho kilikuvutia wewe zaidi kuingia kwenye muziki na kuona kwamba muziki ndo kazi ambayo natamani kuifanya kwenye maisha yangu? Mimi bwana, muziki naweza nikasema umenichagua wenyewe, kwa sababu ukiacha kupenda muziki, nadhani muziki umeanza kuishi mimi kwenye maisha yangu nikiwa mdogo sana. Mamangu pia alikuwa ananipa story nikiwa mdogo kama na miaka 2-3 hivi, nikiwa mgongoni kwake nilikuwa sana napenda kucheza muziki, nikisikia tu muziki na luka na nini. So nadhani muziki mimi ulianza kunipenda nikiwa mdogo. Kwa nadhani muziki mimi kuupenda, muziki wenyewe ulianza kunipenda mimi, ndio maana mimi pia naupenda muziki. Yes. Well, natamani pia kufahamu kuhusiana na track yako mpya ambayo umeileta baada ya time kubwa. Baada ya Tanzania kuulizia muda mrefu, mbona Stans aendelee na mitikasi ya kuimba? Mbona Stans hivi na vile? Idea ya ngoma ilikuwaje na hii track inahusiana na kitu gani haswa? Idea bwana ilikuja tu, ilikuwa vibe na nini, tulikuwa tumechill na washikaji. Nilikuwa na mwanangu Kanibali, nilikuwa na solo. Tulikuwa tunapiga ya solo, nimpiga gitaa, kwa alikuwa na practice gitaa tu anapiga na nini. So mimi nikapata idea, tukawa tunaimba kimasiala. So watu kaniambia, hii mbona kama inaweza kaa kitu. So nilirekodi, lakini sio ni nyimbo ambayo ni nyimbo ya kwanza kuirekodi. Nilikuwa na nyimbo nyingi za style hii za kulialia, lakini hii ikawa ni nyimbo bora zaidi kuliko ambazo nilikuwa nazo ndani. So nimeona nipeleke hiyo ya kwanza. Yes. Na speaking of hii, ndo track yako ya kwanza as a solo artist, achana na ile track ambayo ulikuwa featured before na Mario? Bwana, ngoma yangu ya kwanza inaitwa Sawa, lakini sio ni ngoma ya kwanza. Nishakuwa natoa ngoma before sijaingia Bad Nation, lakini hii inafahamika kama ni nyimbo ya kwanza kwa sababu pia niko kwenye uongozi. Yes. Inaitwa Sawa, nimezungumzia kuhusu mapenzi. Ni situation ambazo pia huwa zinawakuta watu wengi, hata mimi nikiwa mmoja wapo ishai kunikuta, kwa sababu mimi pia ni binadamu na moyo napenda na nini. Hivyo kwa nimezungumzia ni reality ya maisha ambayo tunaishi kila siku. So nadhani watu wakisikiliza watajua nini ninamaanisha kwenye huo wimbo. Yes. Okay, speaking of Sawa, track yako mpya, labda tungependa kufahamu pia ni changamoto gani ambazo ulikutana nazo time una rekodi mradi huu? Nadhani changamoto sikupata changamoto yote, kwa sababu studio pia ipo home na mimi pia niko katika uongozi. Ilipotokea vibe ya kufanya kitu, si tuliingia tu ndani tukafanya zetu kazi, so tukaendelea kuongeza package. So tumeona tuililizi package ya kwanza kwa sababu ndo kitu ambacho tumeona ni sahihi.
Okay. Yes. Na tuambie kidogo kuhusiana na shavu ambao ulipata kwa Mario. Jua Mario unazungumzia moja kati ya wasanii wakubwa sana sasa hivi Bongo, na si kila mtu anaweza kumfikia tu kirahisi. Ilikuwaje kwako ukakutana na Mario na Mario akasema kwamba anaweza akakushika mkono ili uingie kwenye lebo ya Bad Nation na kusimamie kwenye kazi zako za muziki? Bwana, mimi Mario kabla ya kukutana naye kwanza nilianza kukutana na Chino, lakini Chino pia kabla ya kukutana naye aliniona katika nyimbo yangu ambayo pia nimewahi kuitoa, ilikuwa inaitwa Najiachia. Alikutana nayo, so akanitafuta akaniambia, mdogo wangu na kipaji na nini, nitakusaidia. So akawa ameongea na Mario, ndo Mario tukaja kuonana, lakini Mario alikuwa yuko Tanzania. So Mario alivyorudi tukaonana na nini, tukaanza kupeana macontact na nini, so ndipo tulipoanza kukutana na Mario. Yeah. Okay, na speaking of hii, sawa, kabla wasikilizaji wetu hawajapata time ya kuisikiliza, utuambie kidogo Stance ni track ya aina ipi? Ni ngoma ambayo inazungumzia sana mapenzi ama ni track ya kuruka fulani hivi ya kuenjoy nao club na vitu kama hizo? Muziki wangu mimi nadhani unagusa kila engo, unaweza kuvibe, unaweza kukaa ukasikiliza, so yani everything bro, unaweza kuenjoy tu muziki. Yes. Okay, now hivi mtu akikupa time au kupa platform kidogo umuelezee Mario kwenye upande wa kazi, labda kwa kuwa umefanya naye kazi, unamfahamu, ni mtu wa aina gani akiwa kwenye upande wa kazi Mario? Mario bwana, kwenye upande wa kazi ni mtu ambaye anathamini sana kazi na anajua nini kinatakiwa kufanyika. Yeah. Mtu safi, anajali, ana mawazo, ni mtu ambaye anawaza sana mbali. Unaweza kuwa unawaza hapa akakuongezea hatua 7 mbele. Kwa Mario ni mtu mmoja mzuri sana kiukweli, najivunia sana kuwa na Mario. Yeah. Na kitu gani ambacho unaamini sasa kwa upande wako Stance, wewe kama msanii wa kizazi kipya ambaye unachipikia kwenye game ya Bongo Flava ambao tunafahamu sasa hivi kuna washikaji wengi sana na wapo wanafanya kweli. Ukigeuka huko kuna watu wanafanya kazi, huko wanafanya kazi. Ni nini ambacho Stance anacho ambacho ni special, ambacho unahisi kwamba Watanzania wanatamani wakisikie na kuenjoy nacho sana kutoka kwa Stance? Naweza nikasema kila mtu ni special, lakini kila mtu amebarikiwa kitu chake. So Watanzania wenyewe wanajua nina aina package gani nilokuwa nayo, so wao wenyewe ndo wanaweza wakasema kwamba ni kitu gani mimi nakifanya. Lakini mimi bwana Tony, nahisi Mwenyezi Mungu kanibariki sana Tony, kwa nashukuru sana Tony ambaye nimebarikiwa. Hicho ndo kitu ambacho najivunia, pia najivunia kuwa mwandishi mzuri. Na sasa kwenye issue nzima ya mafanikio sasa, kama msanii ile personally Stance, natamani utuambie kwamba unajua kila mtu huwa anapima kwa namna yake, kwamba ukisema msanii amefanikiwa, wengine ni in terms of pesa, mwingine in terms of kufanikiwa kukusanya mashabiki wengi, kwenda kimataifa. Wewe kama msanii ambaye unachipukia sasa hivi au unayekuja kwenye game, unampima vipi kwamba huyu msanii amefanikiwa au hajafanikiwa? Mafanikio nadhani watu wakipokea vizuri, mimi ndo naweza nikasema ni mafanikio kwangu, mafanikio mazuri, kwa sababu mimi ndo msanii ambaye naanza na ndo kazi yangu ya kwanza, so ninahitaji sana support hivyo. Kwa Watanzania waendelee kunipokea, waendelee kusupporti, nadhani hao ndo mafanikio makubwa ambayo nayahitaji zaidi. Okay, Stance. So kabla hatujaenda kusikiza track ambayo umeachia, sawa, anything ambayo unatamani kuongea na mashabiki wa mkoa wa Njombe? Nadhani mashabiki wanipokee kwa upendo, kwa sababu kazi yangu ndio hiyo. Nimefanya na Cannibal, napatikana katika digital platform zote, Instagram, TikTok, YouTube. Kwa watu endelee kunisupport, kwa sababu pia ninahitaji support sana, na wapenda sana mashabiki zangu.
Thank you Stans kwa hiyo kidogo exclusive ambayo umetupatia kuhusiana na muziki wako, like kila kitu na kazi yake mpya ambao of course ameachia sasa hivi. Kama alivyotuambia hapa, alikutana na Kaniba wakafanya vitu, na track amefanya Kaniba Creator pia inaitwa Sawa. Hii hapa tuisikilize for the first time kabisa kupitia Zero Planet.